Habari za saizi vijana wa kidato cha pili na cha nne, wana wiki chache sasa kabla ya wao kuanza mtihani wa taifa, na kidato cha pili wanaanza tarehe 3 Novemba. Ukiangalia leo ni tarehe 24 Oktoba. Kwa hiyo kuna muda mchache sana ambao umebaki baina ya leo na siku ambao wataanza mtihani. Lakini kidato cha nne wanaanza tarehe 10 Novemba. Leo ni tarehe pia 24. Kwa ukiangalia pia kuna siku chache sana ambazo zimebaki ili watoto waje kukabiliana na mtihani wa taifa. Sasa wakati zimebaki siku chache, ningependa kutumia fursa hii kuzungumza kidogo na wanafunzi hawa ambao wanakaribia kufanya mtihani wa taifa. Lakini ushauri ambao utatoka hapa pia unaweza ukawasaidia pia hata wanafunzi ambao wanaendelea na ratiba za kawaida za kujisomea, ukizingatia kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka sasa. Kwa hiyo kila darasa najua kuna mitihani ya mwisho wa mwaka ambayo itafanyika. Kwa hiyo mambo sita haya ambayo nitashare yatakuwa pia ni msaada kwa vijana wengine ambao hawana mtihani wa taifa lakini wana mitihani mingine hivi karibuni. Wakati zimebaki siku chache kuelekea mitihani hii muhimu, ni muhimu kila siku kutumika vizuri. Tunasema kwamba maximize every day, na ni kwa sababu siku za mwisho karibia na mtihani, hizi ni siku ambazo zinabadilisha matokeo kwa asilimia kubwa sana. Maandalizi ambayo mwanafunzi atafanya kwa kushirikiana na wanafunzi wenzake, lakini pia kwa kushirikiana na walimu, maandalizi haya ya mwisho yatawapa uwezo wa kukabiliana na mtihani wakiwa na confidence nzuri. Kwa hiyo siku hizi za mwisho sio siku za kuchoka, ni siku za kuongeza juhudi zaidi na kubwa zaidi actually kuangalia maeneo ambayo basi yanaweza akawa na uhitaji wa kusaidiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tutengeneze ratiba ambazo tutasaidia kufocus kwenye maeneo muhimu, concept za muhimu ambazo yawezekana zikawa zinasumbua kiasi fulani, na kubwa zaidi ni kwamba hakikisha kila lisaa lako basi lina mchango mkubwa kwenye kufanya uwe tayari kukabiliana na mtihani mwezi huu wa 11. La pili, ni muhimu sana kujiamini. Naambia wanafunzi wote kwamba believe in what you have prepared. Jiamini. Najua kabisa kwamba ushafanya juhudi za kutosha. Vijana wa kidato cha 4 kwa miaka 4 sasa mnafanya maandalizi ya mtihani huu wa mwisho, lakini vijana wa kidato cha pili kwa miaka 2 manake mnafanya maandalizi ambayo sehemu kubwa pia yanalenga kuwafanya muwe tayari kukabiliana na mtihani hii mitihani ambayo inakuja mwezi huu wa 11. Kwa hiyo ushafanya juhudi za kutosha, na kwa hiyo amini kwamba juhudi hizo zote zilikuwa zinalenga kukuandaa kwa mitihani hii ambayo inakuja. Usije ukajilinganisha na wenzako ukaona labda wenzako mbona wao mambo yao ni mepesi, mbona wao kama vile wanaelewa kila ambacho wanakisoma, mbona hivi. Kubwa zaidi focus tu kwenye yale maeneo ambayo una uwezo nayo, bila kusahau kwamba kila ambacho unakifanya sasa basi kitakuwa na mchango mkubwa kwenye matokeo yako ya jumla kwenye mtihani huo wa mwisho. Jambo la tatu ambalo ningependa kushare na nyie wanafunzi ni mazoezi ambayo mnatakiwa myafanye. Nasema practice smart, not just hard. Sasa kwenye kipindi hiki ambacho muda umebaki kidogo, ni muhimu kufocus kwenye maandalizi ambayo maandalizi hayo basi yatakuwa yanachangia
kutufanya tuwe tayari kukabiliana na mtihani. Na ambacho nawaambia tu ni kwamba basi go through past papers under timed conditions, kwa maana utaangalia speed yako ni nzuri kiasi gani na unaweza ukaiongeza vipi, lakini focus on how questions are asked and how marks are awarded. Na hapa focus kubwa iwe ni kwenye format ya mtihani. Ujue kipindi hiki wanafunzi wana bahati, kwa sababu mtihani ambao mtakuja kutahiniwa uwe ni mtihani wa kidato cha pili au kidato cha 4, mtihani huu format yake mnaijua tayari. Kwa hiyo ni swala tu la wewe kuangalia kwenye format hiyo ambayo ipo, basi ni pati gani ambayo inahitaji kidogo kufuatiliwa kwa karibu ili uweze kuwa tayari kukabiliana na mtihani ambao unakuja. Lakini nishalisema hili, narudia tena kwamba jua maeneo ambayo una mapungufu, jua maeneo ambayo uko vizuri, ili ufocus kwenye maeneo ambayo una mapungufu, hatimaye uwe tayari kukabiliana na mtihani ambao unakuja. Jambo la 4 ambalo na ushauri vijana wa kidato cha pili na cha 4, lakini vijana ambao wanakaribia mitihani pia, ni muda wa kusolve yale mashaka ambayo mnayo haraka sana. Kwa nasema clarify doubts quickly, kwa maana kwamba kama kuna sehemu ambayo una wasiwasi nayo, basi hakikisha unakimbia haraka kumuuliza mwalimu au yule rafiki yako ambaye unaamini kwamba atakuwa anakumbuka vizuri katika vile ambavyo wewe of course una wasiwasi navyo. If something is not clear, ask your teacher now, don't postpone, because sometimes it is either now or never. Kwa hiyo nenda kawaulize walimu, lakini niseme tu kwamba pia hata wanafunzi wengine wanaweza kutumika kama msaada, hasa wanafunzi wale ambao tunajua kabisa kwamba wanafanya vizuri. Lakini pia group discussions yawezekana zikasaidia kuwafungulia kidogo ufahamu juu ya zile concept ambazo zinaonekana bado ni ngumu. Ni kwa sababu kwenye group discussion mtapitia maswali mengi sana kwa pamoja, na kutokana na kundi ambalo upo, basi utapata nguvu, utapata uelewa juu ya yale ambayo yawezekana yana changamoto kueleweka kwa ujumla wake. Lakini pia nukta ya 4 ambayo ningependa kusisitiza ni kipindi hiki ambacho nidhamu yako ni muhimu sana kuwa maintained. Maintain discipline and integrity. As exam approaches, avoid shortcuts and dishonest habits. Hiki ni kipindi ambacho basi nidhamu inatakiwa kwenye level ya hali ya juu kabisa, kwa sababu nidhamu inaendana kabisa na utayari wako wa kukabiliana na mitihani. Na kwa sababu mko mashuleni, basi kuna sheria za shule ambazo ni muhimu mzifuate, kwa sababu usipofuata sheria hizo yawezekana kabisa ukaingia kwenye matatizo, ukaadhibiwa, ukapoteza muda, na haya yote yataathiri maandalizi yako haya muhimu. Lakini wakati mnaelekea mwishoni, yawezekana pia baadhi ya wanafunzi wakashauri wenzao waharibu mali za shule, wafanye vurugu, wavunje sheria nyingine za shule. Haya yote hayatawasaidia chochote, bali yatawapotezea muda, na inaweza ikawa ni sababu hata ya kuzuiwa kufanya mtihani msipokuwa makini. Kwa hiyo hiki ndio kipindi ambacho nidhamu zenu zinatakiwa ziwe nzuri, na mnatakiwa muwe waaminifu kweli kweli. Lakini hiki ni kipindi ambacho pia yawezekana watu mkadanganywa, hasa wanafunzi mkadanganywa, mkaambia bwana kuna mtihani ambao ni possible na kadhalika. Hakuna mtihani ambao unaweza ukavuja katika nchi hii kwa sasa. Kwa hiyo wewe focus kwenye maandalizi ambayo hayo yatakusaidia wewe kuja kukabiliana na mtihani halisi ambao utakutana nao kwenye chumba cha mtihani. Ushauri mwingine na wa mwisho, ningependa tu kuambia wanafunzi kwamba pamoja na pressure yote hii ya maandalizi, tujue kabisa kwamba
ni muhimu kutulia. Utulivu wetu ndo ambao utatusaidia kuweza kufanya maandalizi ambayo basi maandalizi haya yatakuwa na tija baadaye. Kwa tunasema kwamba stay calm, healthy and prayerful. Hakikisha kwamba una utulivu lakini afya yako iko vizuri, lakini ukiwa unaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kukupa support na nguvu ya kusaidia kukabiliana na changamoto za muda wa mwisho. Kupumzika vizuri, hakikisha unakula vizuri, lakini pia you maintain positive spirit. Pia usijisahau of course kumuomba Mwenyezi Mungu akujalie amani, focus na mafanikio. A calm mind performs best. Ukiwa una confidence ya kwamba ushafanya kila kitu, utakuwa upo calm, na ukishakuwa calm tunaamini kwamba akili yako itatulia, na akili iliyotulivu basi italeta matokeo mazuri. Kwa hiyo ni ushauri huu, mambo 6 ambayo wanafunzi hasa wale ambao wanakaribia mitihani sasa hivi wanaweza wakafocus. Nimesema ni kipindi cha kumaximize every day to make it actually matter. Nimesema la pili ni kwamba ni muhimu kujiamini kwamba tushafanya maandalizi ya kutosha, lakini tufanye maandalizi to practice smart not hard. Kwa hiyo tu focus kwa yale maeneo ambayo yana mapungufu, tuyaweke sawa ili tuje kukabiliana na mtihani kwa wepesi zaidi. Lakini kama kuna changamoto yote, clarify doubts quickly. Hakikisha kwamba eneo ambalo una mashaka nalo basi unalisolve haraka kupitia marafiki au kupitia walimu. La 5 tumesema nidhamu na uaminifu ni muhimu sana, na la 6 nimesema kwamba tutulie, tupumzike, tuwe na afya nzuri, lakini tuombe Mwenyezi Mungu atusimamie vizuri kwenye mitihani hii ambayo inakaribia. Basi ni kwenye channel hii ya Learn with Zanga tumepata fursa ya kuangalia mambo 6 ambayo yanaweza kuwa ni msaada hasa kwa vijana ambao mnakaribia mtihani hivi karibuni. Mpaka muda mwingine, siku nyingine, niwatakie kila la kheri, hasa vijana wale ambao mnajiandaa kuja kukabiliana na mitihani ya taifa mwezi huu wa 11. Kwaherini.